Kwa hiyo tuwaombee wazee wa kanisa. Bwana sifiwe. Tuwaombee ili atutie nguvu katika mambo kama hayo, tusonge mbele. Kwa hiyo tumwombee sana mzee Ngereza, mtoto wake anamsumbua. Mungu amponye. Kwa hiyo tuombeane ili kusudi kanisa liwe imara. Na naomba tuweze kuomba. Baba yetu na Mungu wetu uketie mahali pa juu mbinguni, tunakushukuru kwa kuwa unatupenda. Na kwa sababu unatupenda, tunaomba siku ya leo utubariki. Ni katika jina la Yesu Mwokozi Kristo, amina. Nilizungumzia habari ya miili yetu kuwa katika ibada. Na nilizungumzia jinsi ambavyo miili yetu inakuwa katika ibada muda wote. Iwe ni nyumbani, iwe ni kazini, iwe kanisani, miili yetu inaabudu Mungu wa mbinguni. Leo nataka tuzungumzia kwa habari ya kwa nini tunakuwepo kanisani. Na kanisani tunapaswa kufanya kitu gani? Kwenye kile kitabu cha Kutoka sura ile ya 25 nitafunua pale ili tuone Mungu anavyozungumza kuhusu mpango wake na wanadamu. Leo nitasoma mafungu ambayo wengi wanayafahamu, lakini nitayaunganisha kwa namna fulani ili tuweze kuelewa. Katika Kutoka sura 28 na ule mstari 25 mstari wa 8, nao na wanifanyie patakatifu ili nipate kukaa kati yao. Nao wanifanyie mahali patakatifu ili Mungu apate kukaa kati yetu. Ibada inayozingatiwa ndani ya maandiko matakatifu ni ya kukusanyika patakatifu. Bwana sifiwe. Mungu ametengeneza, akaamuru itengenezwe eneo ambalo yeye akitoka huko anapokuja kwetu afanye kusanyiko na watakatifu wake. Unajua zama za Israeli watu wengi walikuwa wanakuwa hekaluni. Zama za Israeli, yaani mtu hana shughuli ya kufanya, anaamua kwenda kushinda wapi? Hekaluni, ambako ndiko Mungu anapatikana, huenda atapata rehema. Walikuwa watu wanajisikia vizuri kuja kukaa kanisani, wanajisikia raha. Unaona ile mithili ya watu wanaokaa msikitini muda wote, ilikuwa ndio enzi zile. Watu wanapenda kukaa miguuni kwa Yesu, hekaluni. Kuna kitu pale. Na kusikia ushuhuda wa mtu fulani amesema hivi, mahali ambapo neno la Mungu linahubiriwa. Mnanipata? Mahali ambako neno la Mungu linahubiriwa na watu wamekusanyika, mashetani hupaogopa hata kama kuna mtu wao kati yao. Maanake Mungu ametawala. Yesu anaposema ya kwamba mkusanyika wawili au watatu nami nitakuwa mmoja nanyi, ni kweli, kwa sababu Mungu akiwepo mahali hapo, hata yule mwenye hatia naye anafunikwa na mbawa za Mungu, analindwa. Kwa hiyo kuna ufahari mkubwa wa kuwepo hekaluni ikiwa huna juhudi zingine za kufanya nyumbani. Kuliko kukaa nyumbani na kuangalia movie. Hebu tuangalie Yohana sura ile ya 2. Yoeli sura ya 2 na ule mstari wa 12. Ni fungu kwamba lilikuwa limesomwa hapa, lakini nataka niende taratibu ili tuweze kufahamu mambo fulani ya kimsingi. Yoeli sura ile ya 2 mstari wa 12. Biblia inasoma hivi. Naweza kusubiria au mimi nisome tu? Mimi nasoma. Lakini hata sasa Bwana asema Bwana,
nirudieni mimi kwa moyo wenu, kwa mioyo yenu yote, na kwa kufunga na kwa kulia na kwa kuombolea. Nirudieni mimi, asema Bwana, tena kwa kuomboleza au kwa kuombolea na kufunga. Mungu anarudiwa wapi? Wapi ambako Mungu anataka twende tumrudie? Hebu tuende kusoma. Anasema, larueni mioyo yenu wala si mavazi yenu, mkamrudie Bwana Mungu wenu, kwa maana yeye ndiye mwenye neema, amejaa huruma, si mwepesi wa hasira, na ni mwingi wa rehema, naye hughairi mabaya kwetu. Bwana sifiwe. Neno kwetu nimeongezea, yaani kwa kumrudia Mungu unarudi kwake, lazima uende mahali alipo. Bwana sifiwe. Yaani unapomrudia Mungu lazima uende ukanyage mahali alipo yeye. Yuko wapi? Habakuki sura ya 2 mstari wa 20 anasema, Bwana yupo ndani ya hekalu lake, dunia yote inanyamaze kimya. Kumbe swala la kumrudia Mungu lipo kwenda hekaluni. Unajua wasiompenda Mungu hawanaga mpango wa kanisani. Wasiompenda Mungu hawanaga mpango wa kanisa. Ni mnapoenda kanisani anaenda kulima, mnapoenda kanisani anaenda kucheza, mnapokuja kanisani anaenda kwenye harusi. Hawanaga mpango na Kristo hata kidogo, wasiompenda Mungu. Lakini kwa kuwa Biblia inasema, kwa sababu Mungu tunamfahamu na tunapaswa kumrudia, tunamrudia wapi? Mahali alipoketi. Wapi? Hapo ambapo Mungu amesimama. Katika nini? Katika hekalu lake. Bwana sifiwe. Na kwa hiyo basi, ili Mungu atutakase, atuweke katika hali njema, lazima tumfuate mahali alipo, katika hekalu lake, na sio keti nyumbani. Maana baadhi yetu hapa wengi, mkitoka hapa amrudi kanisani, unaenda wapi? Na Bwana yuko hekaluni, unaenda wapi? Wapi unakoenda? Mungu yupo kanisani, wewe unaenda wapi? Na Mungu amesema, nirudieni mimi, njooni kwangu ninyi nyote. Matatizo ya duniani tumeshapambana nayo wiki nzima, leo ni zamu yake. Njoo kanisani. Watu wanaimba hapo na bulula mitaani. Una nini? Wewe una shida gani wewe na Mungu? Bako unamkataa, unaenda kutembea mitaani. Yaani ni kwamba hivi, Wakristo tuamke ya kwamba katika saa hizi za mwisho tunapaswa kuwa hekaluni. Kitabu cha Isaya sura ya kwanza, kwa maneno mengine tena pale kwenye Isaya sura ya kwanza, nitakaa kidogo tena hapo nipate kueleza jambo fulani la msingi sana, ili tuweze kuelewana kwamba tunakuja kufanya nini hapa kanisani. Isaya sura ile ya kwanza na ule mstari, naanzia mstari wa 10. Ni mafungu ambayo nishawahi kusoma mara kadhaa hapa, lakini twende tujifunze pia kwa wote ambao tumekuwepo hapa siku ya leo. Isaya sura ya kwanza na ule mstari wa 10, mimi nasoma. Nasema hivi: lisikilizeni neno la Bwana, enyi waamuzi wa Sodoma, tegeni masikio msikie sheria ya Mungu wetu, enyi watu wa Gomora. Sasa sikiliza, nasemaje? Huu wingi wa sadaka zenu mnazonitolea una faida gani? Asema Bwana, nimejaa mafuta na kafara na kondoo waume na mafuta ya wanyama walionona, nami sifurahii damu ya ng'ombe wala ya wanakondoo wala ya mbuzi waume, mjapo ili kuonekana mbele zangu. Ni nani aliyetaka neno hili mikononi mwenu, kuzikanyaga nyua zangu? Sikilizeni, wiki iliyopita ile ilizungumza habari ya miili katika ibada. Ikiwa mwili hautayarishwi katika swala la ibada kwa muda wa wiki nzima, Biblia inasema, ni nani aliyetaka kukanyaga nyua zangu? Mnakuja kanisani kufanya nini? Ikiwa katika mioyo ya watu hamna utakaso ndani yake, kanisani tunakuja kufanya nini? Hakuna utakaso. Yaani kama maungamo hayajafanyika nyumbani, haujaungama mbele ya watoto, haujaungama mbele ya mke au mume, haujaungama kwa watu waliofanya makosa, haujaungama,
wewe unakuja kichwa, unakuja kufanya nini? Na ndio maana Mungu wakati mwingine anazikataa ibada za watu wa jinsi hiyo. Anataka tuje tukiwa safi, tumeungama, tunakuja kukutana naye tukiwa tayari tu wadogo, tunasubiri msaada wake. Sasa katika jambo hilo anasema hivi, ule mstari wa wa 16, ili tuweze kuja katika ibada tukiwa safi, na tunakuja kumalizia tu katika juhudi za Kristo kututakasa, tunamalizia tu na Kristo anatupokea. Mstari wa 16 anasema hivi, jiosheni, jitakaseni, ondoeni uovu, na matendo yenu yasiwe mbele ya macho yangu. Acheni kutenda mabaya. Jambo la kwanza, ili tuje kwenye ibada alafu na Mungu atupokee, sharti la kwanza ni mtu kuiacha dhambi anayojua ameifanya. Alafu kuja kwa Yesu, unakuja tu msafi, unakuja kumalizia msamaha, kwa sababu tayari ushaomba msamaha kwa Mungu. Jambo la kwanza ni mtu kujitakasa yeye mwenyewe, ili kusudi ibada yake iwe ya maana. Anakuja kanisani kufanya nini? Anakuja kutakaswa. Alafu jambo la pili, mstari wa 17, jifunzeni kutenda mema, takeni hukumu na haki, wasaidieni walioonewa, mpatieni yatima haki yake, mteteni mjane, huduma katika jamii. Kwa hiyo ili Mkristo aweze kutenda kwa haki ndani ya juma zima, anapaswa moja, ajitakase yeye, alafu mbili, awasaidie wanaohitaji msaada, walioonewa, ambao hawakupata maarifa au hawakupata uwezo katika dunia hii, wana maradhi, wagonjwa, wana shida madawa, tunawapa. Alafu ndipo Mungu anapokea huduma yako, alafu unatakasika. Kwa sababu ukishafanya hivyo ndipo Mungu anakukaribisha. Yaani ikiwa umetembea juma zima hujafanya haya mambo mawili ya kujitakasa mwenyewe na kufanya huduma kwa walioshindwa, ina maana kwamba unapokuwa ukija, Mungu anaikataa ibada yako. Sasa ila ukitenda, Mungu anasema hivi, baada ya kuwa umeshafanya hayo mawili ya kujitakasa mwenyewe na kuwasaidia wengine, kuwapa chakula, kuwapa wenye njaa, kuwapa hivi na hivi, hivi na hivi, basi ndipo Mungu anapoipokea ibada yako. Na ndipo anasema mstari wa 18, anasema hivi, sasa una haki ya kuja sasa baada ya kuwa umeshafanya hayo. Njooni tusemezane, asema Bwana, dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji, zitapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa kama sufu. Kama mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi, bali mkikataa na kuasi, mtaangamizwa kwa upanga, maana kinywa cha Bwana kimenena hayo. Kwa hiyo basi, ili kanisa liweze kuwa safi na lenye maana, watu wake wanatakiwa wajitakase katikati ya juma na kuwasaidia walioshindwa katikati nini ya wiki. Sasa unapokuja, Kristo anapokea roho yako, yuko tayari kusamehe dhambi ya kwangu, hata kama ni nyekundu kama kitu gani, yuko tayari kusamehe, kwa sababu umeanza utakaso nyuma. Umejali watu walioshindwa, umejali watu walioonewa, umejitakasa mwenyewe, umeacha dhambi, uovu umeondoka, umeungama dhambi yako ya watoto na mama na ya baba, umeungama. Yani unakuja kwa Kristo tayari umeshatengeneza njia ya msamaha. Sasa unajua kwa nini nasema hivi? Kwa sababu ibada zaweza kuwa zinaendelea makanisani, lakini kuna wakati kanisa linapotea na asihesabike mtu hata mmoja mwenye haki, kwa sababu ya kuto kujua jinsi gani tunakuja kwake. Kile kitabu kile cha Zaburi sura 27, Zaburi sura ya 27, Zaburi sura ile ya 27, binaanza kusoma mstari wa 4, wa 5 na wa 6. Mstari wa 4, wa 5 na wa 6 katika Zaburi sura ya 27. Biblia inasema hivi, mshapata wote? Haya. Ili niweze kutakasika, Biblia inaendelea kusema, neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo nitakalo litafuta, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu,
ni utazame uzuri wa Bwana na kuutafakari hekaluni mwake. Bwana sifiwe. Nitakaa hekaluni mwa Bwana siku zote, alafu napokuwa nimekaa na tafakari hekaluni mwake. Maneno yanayotoka hapa mimbarani unatafakari. Wewe niwaambie, kuna binti moja aliwahi kuomba uchumba na kijana fulani, na walikuwa wamekaa mahali fulani, wamepumzika. Kijana akaweka sala zake pale, binti anasikiliza. Nataka niwape mfano kidogo muone jinsi ambavyo unakumbuka tafakari ya Mungu. Sawa Sasa wakati wamekaa pale, kijana akaanza kuweka sala zake hivi, nakupenda. Binti akakataa, amekataa katu. Wakaondoka. Lakini walivyoondoka sasa, wameenda, yule binti baadaye akili kamjia kusema ya kwamba ningekubali kuolewa na yule kaka, mbona nampenda sasa hivi, mbona nampenda sana namna hii, ningekubali kuolewa. Unajua alichokifanya? Alirudi pale ambapo siku ile walikuwa wameketi. Alirudi pale ambapo siku ile walikuwa wameketi na yule kijana, akawa tena amekaa, anaanza kuigiza jinsi kijana alivyokuwa anaongea, anakumbuka maneno yake. Hapa ndo alikuwa anaongea hivi, alafu mimi nikakataa. Hapa ndo akaniambia ananipenda, alafu nikakataa. Anaanza kujutia. Kwa hiyo akakumbuka jinsi ambavyo maneno ya yule kijana yalitiririka mahali pale. Sikia niwaambie, tunapokuja hekaluni tunakumbuka mpenzi wetu Mungu. Hapa maneno yake yanapotiririka katika hekalu lake, alafu unayatafakari. Unajua kuna washiriki wengine ambao huwa wanakuja wanaketi hapa kabla hata ibada haijaanza, anakaa kimya, anapitia Biblia yake, anaomba nini. Kuna wengine huwa wanakumbuka yaliyosemwa hapa, anayatafakari. Kwa hiyo Mungu anasema ya kwamba, Daudi anasema nitakaa hekaluni mwake na kuutafakari uzuri wa hekaluni mwake. Sikizeni wame, ukitaka kumjua Mungu vizuri, hebu njoo hapa wakati wa kupunga upepo au muda wote ule, ukae peke yako, afu ukumbuke baadhi ya maneno ambayo watumishi wa Mungu wamezungumza hapa. Yanakupa faraja. Yanakupa faraja. Unakaa nyumbani nini? Unakaa nyumbani, una kazi, unakaa tu nyumbani. Njoo hekaluni kwa Bwana, utafakari uzuri wake. Bwana sifiwe. Yaani kama una kazi sawa, lakini una kazi umekaa tu unaangalia mpira wa kazi gani? Njoo hapa hekaluni kwa Bwana. Haleluya. Yaani kwamba hivi Mungu anataka atakase watu wake kupitia hekalu lake. Amina. Na sasa katika ule mstari wa 5, mradi, mstari wa 5, ile Zaburi 27 mstari wa 5, mradi atanisitiri bandani mwake siku ya mabaya, atanisitiri katika sitara ya hema yake, na kuniinua juu ya nini? Mwanga. Bwana sifiwe. Amina. Yaani kumbe kukaa hapa kumbe nainuliwa. Haleluya. Amina. Kumbe nikija kwenye ibada kila siku Mungu afanyaje? Ananiinua. Amina. Nitaketi hapo hekalu nikitafakari uzuri wake, naye ataniinua na atanisitiri mabaya yangu. Amina. Atasitiri. Washirika wa Vituka, sikia mimi niwaambie, yaani kuna raha ikiwa kanisani umeketi alafu na Mungu. Yaani ukikaa kanisani alafu Mungu yupo katika akili yako, yaani unasikia raha kuketi hapo. Na ndio maana wakati mwingine hotuba inaisha na tunatawanyika, kuna baadhi ya watu wanaendelea kuketi hapo. Kwa nini wanaendelea kuketi hapo na watu wako nje? Anatafakari uzuri wa nani? Wa Mungu. Hajisikii raha kwenda nyumbani isipokuwa hekaluni mwake. Lakini wasio kwa na Mungu, yani ikisema tu amina tayari kashaondoka na ameshaenda. Watu wengine wana magomvi nyumbani, kanisani mapumziko. Bwana sifiwe. Wengine nyumbani wana dhiki, wana makunyanzi, akija kanisani nini? Pumziko. Wewe unatoka tu tuki, unawahi wapi? Mungu amekaa kanisani, unawahi wapi? Sasa katika mstari wa 6, mstari wa 6 nasema hivi, na sasa kichwa changu kitainuka juu ya adui zangu wanaonizunguka, nami nitatoa dhabihu ya shangwe hemani mwake. Nitaimba na nitamhimidi Bwana. Nitafanyaje? Nitaimba. Nitawaambia habari ya uimbaji baadaye hapo. Nitaimba. Kumbe kuwepo kanisani wakati mwingine maadui Mungu anakulinda nao. Bwana umeketi. Unajua kusema Isaya sura ile ya 7.
anaelezea ulinzi dhidi ya mtu anayemcha Mungu, kwamba hata biashara zake zinalindwa. Alafu wewe ukienda ukimuonea yule anaye biashara zake zinalindwa, ukienda ukimdhulumu unaathirika vile vile, kwa sababu yeye ana nini? Ana Mungu. Kwa hiyo Mungu anawajalia watu wanaokumbuka kwenda katika nyumba yake. Sasa washiriki, tuje kanisani, tuje kanisani. Kile kitabu kile cha Yohana 17, tumsikize Yesu naye anasemaje. Yohana sura ya 17. Yesu naye ana maneno. Yohana sura ya 17 na kuanzia ule mstari wa 21. Mimi nasoma Yohana 17 mstari wa 21. Anasema hivi, wote wawe na umoja kama wewe Baba ulivyo ndani yangu nami ndani yao, hao nao wawe ndani yetu, ili ulimwengu upate kusadiki ya kwamba wewe ndiwe uliyenituma. Bwana sifiwe. Kuna pembe tatu. Mimi nafundisha hapa. Kuna pembe tatu: Mungu, Kristo na sisi. Sasa Biblia inasema Baba, wewe uwe ndani yangu na mimi nitakuwa ndani yao, ili tuwe nini? Umoja. Swali nakuja, umoja na kuwepo wapi? Si ni kanisani? Umoja na kuwepo ni kanisani. Kwa sababu kama Mungu yupo ameketi, na mimi nipo nimeketi, na Kristo yupo ameketi, alafu huo utatu wote huo, sawa, tumekuwa kitu hiki kimoja. Sisi tumekuwa umoja, na Mungu amekuwa umoja na Kristo, na Kristo amekuwa umoja na sisi, na sisi tu umoja na Mungu. Hilo ni kanisa. Bwana sifiwe, ambalo tunapaswa kuketi ndani yake. Unaweza kusali peke yako chumbani? Hilo ni kanisa. Anasema na tuwe na umoja. Mimi nataka niende kusoma hapo, usikie maneno mengine yanavyosema. Mstari wa 22, nami utukufu ule ulionipa nimewapa wao, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo nini? Na umoja. Kuketi kwetu hapa ni kwamba Kristo alipewa utukufu, na utukufu huo ametupatia sisi, na sisi tumeupokea utukufu wake, na ndio maana tumetulia, tumekaa chini ya miguu ya Kristo, tunafundishwa. Kwa hiyo kanisa linafunikwa na utukufu, na ndio maana umoja wa kuwepo kwetu hapa, tunakuwepo kwa sababu imeamliwa. Tukiwa na umoja, utukufu natufunika. Kwa hiyo jioni kanisani tufunikwe na utukufu. Bwana sifiwe. Kanisani kwa muhimu sana. Hakuna kitu chochote ambacho utakuwa umekikosa kama kuja kufunikwa na utukufu. Na katika injili yoyote inayokuwa inahubiriwa, tafsiri yake haitolewi na mtu, inatolewa na Mungu mwenyewe, kwa sababu ndani yake kuna utukufu, na utukufu huo unatafsiri neno lake, na kila mwenye dhambi anaelewa, alafu anaungama. Nataka kusoma mstari wa 23. Mstari wa 23, nataka tumalizie hapo 23. Anasema hivi, mimi ndani yao nawe ndani yangu, ili wawe wamekamilika katika umoja, ili ulimwengu ujue ya kuwa ndiye uliyenituma, ukawapenda wao kama ulivyonipenda mimi. Hivi kumbe Mungu alivyompenda Kristo ndivyo alivyonipenda mimi. Alafu tunaketi pamoja ndani ya kanisa, na kama tunaketi pamoja, utukufu wake umetufunika, na kama umetufunika, basi ulimwengu wote utajua ya kwamba Kristo ndio ametumwa, maana katika yeye na huo utukufu na huo umoja tumekamilishwa. Bwana sifiwe. Tumekamilishwa. Kumbe ukitaka kukamilika, njoo kanisani. Bwana sifiwe. Msilale nyumbani. Msilale. Cha Zaburi sura ya 81 mstari ule wa kwanza. Zaburi 81 mstari wa kwanza. Nataka tuangalie kitu kingine tena pale. Zaburi sura 81 na ule mstari wa kwanza.
Biblia ina maneno yafuatayo: tunapokuja hekaluni ili Mungu aweze kututakasa, tunapokuja katika hekalu, katika utukufu wake na katika umoja wa Kristo na Mungu, na sisi tunakuja nafanya kitu gani? Biblia inasema mstari wa kwanza, muimbieni Mungu nguvu zetu, nyimbo za furaha. Nyimbo za nini? Nyimbo za furaha. Mshangilieni Mungu wa Yakobo, pazeni saburi, pigeni matari, kinubi chenye sauti nzuri na kinanda. Bwana sifiwe. Kwa sababu kuna kushangilia kwamba utukufu wa Mungu tunao. Mungu yupo, Kristo yupo, umoja kati yetu unafanyika. Kwa hiyo nini cha zaidi? Ni kushangilia utukufu wake. Kwa hiyo Mungu anaunda watu kukaa pamoja ili wamshangilie yeye, wampe nini? Utukufu, na kuimba kwa sauti, kwa shangwe. Hakuna kitu ambacho ninachoumia. Hata leo tumeimba kizazi fulani. Hakuna kitu ninachoumia kama kawimbo kanaanza. Yaani kanaanza kawimbo kana kwamba watu wote wagonjwa. Kana nyuma sana kusoma mafungu ya Biblia kuhusiana swala la uimbaji. Shangilia, paza sauti kubwa ili umshangilie Mungu kwa. Biblia inasema paza ina kipimo cha sauti. Hebu angalia kwanza goli likiingia uwanjani. Goli limeingia, alafu uone hadhira ya uwanja wa Taifa ilivyo. Sasa kama shetani tunamfanyia hivyo, je, Mungu inakuwaje? Paza. Kwa hiyo tukiimba wimbo, imba kwa sauti kubwa ya kutosha, kujua ya kwamba ulimwengu ujue ya kwamba sisi tumebarikiwa, sisi tunao utukufu wa Mungu. Upaze sauti. Na kwa hiyo katika kushangilia lazima ujue ya kwamba Mungu anafurahi jambo hilo. Alafu mstari wa 4, kushangilia maana yake nini? Mstari anasema hivi, kwa maana ni sheria ya Israeli na ni hukumu ya Mungu wa Yakobo. Ni sheria kuimba kwa sauti, ni sheria. Rembo twende kwa Yesu mimi nawe njia tu. Hiyo sio sheria. Biblia imesema ni sheria kuimba. Kwa nini? Kwa sauti. Waimbaji mpo? Mnaweza mkajaribu kuimba kwa sauti ili mjue kwa nini Mungu anasema na inapendezaje? Mnaweza kuimba? Tutaimba. Tuende kidogo. Kwa hiyo anasema paza sauti ili uimbe kwa nguvu, kwa sababu Mungu anashukuriwa kwa kuweka umoja kati yetu, na amekuwa kati yetu na sababu ni kanisa lake, na ametusamehe makosa yetu, na ametupatia huruma nyingi, na ametuinua katika mwamba, kwa sababu yeye ni Mungu na tuko pamoja. Lazima tushangilie. Sasa maandiko matakatifu yanahubiri sana baada ya kushangilia. Tuangalie kitabu kile cha Zaburi sura ya 149. Zaburi sura ya 149. Kuna kitu kingine tena pale. Leo bilango la sio refu, ndogo tu, ili tuweze kuwahi kwenda. Kile kitabu cha Zaburi sura ya 149 ndiko Mungu anataka ibada. Ndiko maana wako Mungu anataka nini? Ibada ya watu waliotakaswa, ya watu wanaosikia sauti ya Mungu ya kuja. Anasema hivi mstari wa kwanza, haleluya. Nanyi semeni haleluya. Unajua maana haleluya? Utukufu na vinginevyo. Muimbieni Bwana wimbo mpya, sifa zake katika kusanyiko la wataua. Muimbieni Bwana wimbo mpya katika kusanyiko la nani? La wataua. Wataua ni nani? Ni hawa washikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Na wimbo mpya, nyimbo za Mungu kila siku ni mpya. Unajua hakuna wimbo wote wa kwaya ambao nimewahi kulinganisha na wimbo wa nyimbo za Kristo. Watunzi wake sio walisomea wapi? Yaani nyimbo za Kristo ni mpya kila siku. Kila siku ni mpya.
Na nyewe wanakwaya sio kila siku mnakuja hapa wimbo huo huo tu. Kila siku Biblia imesema wimbo mpya. Tena katika kusanyiko la watawa. Yaani watu kama tumekaa namna hii, Mungu anasema kwenye kusanyiko la watawa imbeni kwa sauti wimbo mpya. Leo wimbo mpya wa zamani. Maana yake ni kwamba huduma za Kristo hekaluni zisiwe za kukariri. Kila siku Roho Mtakatifu anatupatia vionjo vipya vya kufanya ibada ya takatifu kuwa tamu na ya kutaka kuja tena baadaye. Ukiimba kichovu baadaye mtu arudi. Kuna gani sema shiki mbona mji, kumbe ibada zimedolola kwa sababu hatutekelezi ili ibada iweze kuwa tamu. Kwa lazima tushikamane ili kusudi Mungu akae kati yetu atufundishe namna ya kuabudu. Katika mstari wa pili anasema Israeli na wamfurahie yeye aliyemfanya. Wana wa Sayuni na washangilie mfalme wao, na walisifu jina kwa kucheza kwa matali na kinubi, wamwimbie. Waimbaji, mmesikia hapo? Kwa kuimba kwa midomo kila siku mnaimba midomo tu, midomo tu, midomo tu, midomo tu, midomo tu. Cheza matari, filimbi, kinanda vimetajwa hapo, vinubi. Unajua nafurahia kwaya fulani ya Linda Lomalinda, kwaya ya wanafunzi Lomalinda. Yaani wameshika chombo, kila mtu kashika nini? Chombo. Na wimbo nao wimba umewekwa kitabuni hapo. Wanaimba huko, wanapiga huko, wanasoma. Mwandishi mmoja anasema katika familia mara nyingi familia wanapaswa kuwa na vyombo vya muziki ndani ya familia. Hata kama ni filimbi ambao ili wamsifu Mungu. Kwa hiyo kusifu ni vizuri kuwepo nyumbani na kanisani, tena kusifu kunakopasa. Kwa sababu anasema hivi, kwa sababu gani Mungu anasema hayo? Kwa kuwa Bwana, mstari wa 4, kwa kuwa Bwana awaridhia watu wake, huwapamba wenye upole kwa wokovu. Wataua na washangilie utukufu, waimbe kwa sauti kuu. Waimbe kwa sauti kuu. Biblia imesema vitandani mwao. Kwa nini waimbe kwa sauti kuu alafu tena vitandani mwao? Unajua mimi nakumbuka zamani nilivyokuwa mdogo tumelala. Asubuhi tukaribia kucha hivi, unamsikia mama anaimba, amelala. Wanaimba, mgonjwa unaimba, umepumzika umeimba. Wewe mnaimba nyimbo ibada. Unapokuwa na tabia ya kuimba hata nyumbani, hata ukija kanisani unamtukuza Mungu, mama umekuja kukamilisha ibada yako. Bwana asifiwe. Kukamilisha ibada yako. Na katika hiyo Zaburi 150 Daudi anapofunga kitabu hiki, nataka niyasome yote. Anapofunga kitabu hiki katika masuala ya ibada, kwa sababu tumekuja kanisani, mwandishi anasema hivi, Zaburi 150 taisoma yote tusome. Anasema hivi, haleluya, msifuni Mungu katika patakatifu pake. Ni wapi hapa? Wapi? Ni hapa. Sasa unaenda wapi? Unajua kuna wengine wanashangaa, unaenda wapi? Sasa hivi hapo wengine mtaondoka hapa ndo kimoja, unaenda wapi? Yaani Biblia ukianza kuisoma hii Biblia inatuhukumu kweli kweli. Wewe unaenda wapi? Kwa nini baadaye mchana tusirudi mapema hapa? Alafu kwaya zikajipanga na nyimbo za Kristo zikapangwa. Alafu tukaimba, tukashangilia kama Biblia inavyosema hivi. Tukafurahi. Wakati mwingine mpaka mnajisikia vigelegele. Wewe naomba, siku moja tulikuwa pale Yombo pale, maombi ya asubuhi. Mchungaji alichelewa kufika. Mimi nilikuwa nikipiga kinanda. Washiriki wanaimba. Ziliimbwa nyimbo nyingi. Watu wanasema huko nyuma amina. Maana yake unajua nyimbo za Kristo hizi jinsi zilivyo. Niwaambie kitu. Ukiimba wimbo wa kwanza unaweza kuona kama kauvivu, wimbo wa pili kama kauvivu, wimbo wa tatu kama kauvivu. Ukishafika wa 4 unashangaa utukufu wa Mungu umeshuka ulikotoka ujui. Ninyi hamjui tu. Unapenda kufanya maombi hapa usiku. Unakina Mzalika, kina Makagiri hapa. Tunaweza kuimba nyimbo Mzalika na tuongoza nyimbo kadhaa.
Yaani unajua baadaye kale ka uvivu kanaisha, unasikia ka utamu ndani, alafu hutaki kuacha kuimba na sauti inatoka. Yaani nyimbo za Kristo zikivumiliwa, utaona utukufu wa Mungu ndani yake usiopimika. Njooni tuimbe. Unakaa nyumbani unafanya nini nyumbani wewe? Unafanya nini nyumbani? Kuna nini huko nyumbani? Njooni tuimbe hapa mchana. Hebu mnakaa tu nyumbani hapa. Sikiliza Biblia, njooni hekaluni kwa Bwana ili atuinue katika mwamba. Bwana asifiwe. Na Zaburi sana anapofunga habari hii anasema hivi, msifuni katika anga na uweza wake. Kumbe hata kuruka na ndege wewe imba. Bwana asifiwe. Naamini tukaweza katika vyombo vya usafiri, viko vyombo vinapiga nyimbo za dini huko juu. Na kwa hiyo lazima ujue kabisa kwamba mbingu zinahubiri utukufu wa Mungu na nyimbo zinaimbwa huko. Njooni tuimbe chini ya miguu ya Kristo. Anasema msifuni kwa matendo yake makuu, msifuni kwa kadri ya wingi wa ukuu wake, msifuni kwa mvumo wa baragumu. Bwana asifiwe. Mvumo, sio piga baragumu unaipimia sauti baragumu. Mvumo. Bwana asifiwe. Anakuja mtaalamu wa kwaya hapa, punguza sauti kwenye baragumu lako hilo, baragumu lako punguza sauti. Punguza sauti ni Biblia inasema paza. Kuna utaalamu mwingine usikubali wakati mwingine. Biblia inasema paza, sasa punguza sauti, punguza. Mtu mwingine waimbishaji anaimbishi wakipanda saa punguza. Watu wengine bwana atajua hata kwa Mungu anataka. Sasa ni hivi, anasema hivi, msifuni kwa kinanda na kinubi. Haleluya. Sifu. Msifuni kwa matari ya kucheza, msifuni kwa zeze na filimbi, msifuni kwa matoazi yaliayo, msifuni kwa matoazi yavumayo sana. Bwana asifiwe. Imbeni. Hebu imbaji semeni hapo mahali mlipo. Mmeshafeli. Mshangilieni Bwana. Mshangilieni Bwana. Walio na raha katika Kristo huitikia mara moja, wala hawachelewi, kwa sababu wanapenda kumsifu Kristo. Bwana asifiwe. Mara moja anaitikia, maana wanapaswa washiriki, wachangamkie ibada, maana yake Mungu yuko ndani ya hekalu lake anatamalaki. Anataka jina lake litukuzwe. Mungu haimbiwi na wafu, anaimbiwa na walio hai, waliopewa sauti kubwa. Bwana asifiwe. Ndivyo ilivyo. Amen. Biblia inasema hivi, msifuni kwa matoazi yaliayo, msifuni kwa matoazi yavumayo sana. Kila mwenye pumzi na amsifu Bwana. Haleluya. Kila mwenye pumzi. Tunaimba. Unajua unaweza kuwa na shida, unaweza kuwa mgonjwa, unaweza kuwa na matatizo, unaweza familia ikakusumbua, lakini katika nyimbo kuna faraja. Leo sijafundisha kwa habari ya nyimbo, ningefundisha kwa habari ya nyimbo mngeshangaa kwamba kumbe hata aliyetasa akiimba kwa bidii anazaa. Bwana asifiwe. Huyo ni Isaya. Watu wasioleta watu kwa watu, wasioleta watu kwa Mungu, wasiojua kufanyaje, wasiojua kuwavuna watu waje kanisani, yaani wasiojua kuwaleta watu kwa Yesu, hawana sauti ya kuzungumza kwamba njoo kwa Yesu, hana huo uwezo. Lakini Biblia inasema unapoimba kwa sauti kuu, wewe unaleta kwa Kristo, nawe unazaa. Bwana asifiwe. Unazaa. Kama hujui kuongea, imba, unaleta watu kwa Yesu. Ni kwamba hivi, washiriki, hebu njooni kwa ibada, usikae nyumbani.